Good morning again. 14 minutes past 9 in the listening to the Sunday Express Gospel Show. My name is Esther Chiro na ndani ya studio sipo peke yangu, niko na wageni. Lakini kabla ya introduce nataka tuimbie kakorasi kafupi kali. Litapita. Alafu sasa sema jina lake sasa. Karibu. Tuimbie kakorasi kidogo. Minajua hata hili litapita tu, kwa neema yako Yesu, minajua hata hili litapita tu. Nice. Love that. I love the rhythm. Kupanda na kushuka. Okay, now back to our question of the day. Wewe ni CEO wa Zentara Awards, you know, excellent awards. Excellent. Excellence awards. Jina lilitoa. Like, this is the first time I'm hearing of Zentara Excellent Awards. I'm like, wow, I can't wait to meet this guy. Nani? So tueleze na ueleze msikilizaji wangu pale anasikiliza. Kwanza Zentara Excellence, yani jina Zentara. Si jina la Kibantu wala si jina ambalo lina mention mambo ya kabila fulani, whatever. Is a name from heaven. Yani kitu ambacho kilinijia kwa nikiwa kwa njozi, and then kina sound Zentara. Nilivyoamka asubuhi ikabidi kwanza niingie kwa Google. Hii jina ni na nini? Maana nikapata maana yake nzuri sana. So Zentara ni jina la blandi tulilolichagua kuwakilisha maono ya kuunganisha watu, vipaji, ubunifu na fursa kwa upande wetu. Zentara inasimamia kama utambulisho wa jukwaa linalolenga kuleta pamoja watu wenye uwezo na mawazo mbalimbali, kuwapa nafasi ya kuonekana, kutambulika na kupata fursa za maendeleo. This is the meaning of Zentara. Na kina nani wanafaa kuhusika katika tuzo hizi? Kina nani wanafaa kushiriki? Kwanza labda unajua muhimu kama Zentara halina tu tafsiri rasmi kama vile watu kamusi wanavyosema, but inazumisha ubora. Kama nilivyokuambia, ubora. So ubora huu ni najumuisha watu wote. Kwa mfano Zentara Excellence Award ni jukwaa la kutambua, kuheshimu na kusherehekea ubora wa watu na taasisi zinazofanya kazi nzuri katika jamii. Lakini tunachotaka watu waelewe ni kwamba Zentara Excellence Award si tunzo pekee, ni platform ya fursa. Ukisema fursa inamaanisha msanii wa gospel, poet. Kategori mpaka ziko za poet, ukiwa wewe mtu wa kusaidia jamii, kusaidia charity, ziko. Yani ninazungumza mtu ambaye anafanya kitu kizuri kwa jamii. So Zentara ni platform ya kukutambulisha wewe. Unajua kuna watu anafanya shughuli yote hapa Bambule anasaidia, lakini kwa sababu kuna watu wanasaidia lakini wapende mambo ya kamera, kushowcase, yani kujitangaza. Sasa sisi Zentara Excellence Award tumeleta hilo jukwaa la kutambulisha, yani kuappreciate, si kuwaleta kwa publicity kwamba unajua kuna mwingine anakueleza, but sisi kuwa appreciate kila wanafanya kwa jamii. So jamii watambue kwamba hawa watu wanafanya jambo zuri, si kwa sababu maybe kuwasifia ama ku appreciate. Kuna watu wanatoa misaada wapende kusifiwa. Yani hivyo wao wanaamini afanye msaada. Sasa kuna watu maybe sababu watu kulingana hivyo hawatambui. But Zentara Entertainment ama Zentara Excellence Award ni jukwaa la kuwatambua watu. Tunawaheshimu watu, tunawashukuru kwa huo msaada wenye wanatoa, wanachieve kwa jamii. So jamii inasaidika kupitia wao. Sasa kwa nini tusiwatambue? Kwa nini tusiwa appreciate? Tusiwape hiyo heshima no style. Watu wanasema mtu anastahili heshima mpe heshima. So Zentara imekuja kuwapa watu heshima no style heshima. So ile mradi una influence. Unajua kuna mtu ana maarufu lakini hana msaada wote, yani watu hawafaidiki na yeye. Ndio kwanza watu wanahalasiwa na yeye, watu wanahangaishwa na yeye, na kwa sababu hana jina. Lakini kuna watu hana jina lakini wanafanya jamii na inaishi vizuri, jamii na furaha.
jamii. Yani kuna leo kuna mtoto leo ako maybe UK University kwa sababu tu ya scholarship ya mtu fulani alihusika, you know. So hii ndio kitu ambacho sisi tumekuja nacho kama Zentara Excellence Award. Yeah. Na awards inafanyika baada kama kila mwaka, inafanyika kila mwaka ama Zentara hii ni maono endelevu. Yani hata mimi nikikufa leo hii, Brent akakufa leo hii, still kizazi kinaendeleza. Si jambo la tukio la mara moja, si jambo la kwamba kufanya tukimaliza basi. No, ni kitu endelevu, season na season bali mpaka Yesu atarudi kuchukua watakatifu na wewe ukiwepo na mimi nikiwepo na watu. Yeah. Yani ningekuwa na uwezo ningemwambia hata Mungu ifanye basi hata Zentara Excellence iko inafanyika hata mbinguni, lakini vile tu sina sasa ni neema, labda Mungu anaweza ruhusu. So ikiruhusu hata mbinguni pia itakuwa inafanyika pia. Sijui wewe umejihusishaje na hii awards? Yani umekuwa nitaiweka vipi, yani umechangia vipi hasa kwa hii Zentara Excellent Award? Asante. Tuko timu kubwa na mambo mengi ya hii Zentara Awards tunafanya kwa pamoja. Of course yeye ndio vision bearer, lakini si unajua pia hakuna jambo ambalo linaweza kufaulu bila kuwa na mikakati, na haswa sana the financial aspect. Sasa mimi ndio nimekuwa nikisimamia the running of Zentara Entertainment in terms of the financial aspect. Of course tumekuwa na changamoto hapa na pale, lakini tunashukuru Mungu ametuwezesha, tunapata breakthrough. Sponsors wengi wanajitokeza kusupport hii vision. Kuna watu wengi ambao wana buy into this idea, na tunajua mwaka huu itakuwa bora zaidi kuliko miaka mingine, kwa sababu hata ukiangalia katika registration ya how artists na hizo different categories unapata kuwa watu wanajiandikisha kwa wingi. Ni platform ambao watu wamekuwa wakisubiria, na vile mwenzangu amesema hii ni platform ya kuempower upcoming artists pia, kwamba unajua mtu akianza mambo ya usanii huwa changamoto ni mingi na wengi hawafiki mbali, lakini hii platform imekuja ili kuwakuza, kuwainua, wajulikane, waonekane. So upande wangu ni hiyo tu financial aspect. Kuna njia nyingi ambazo tunatumia pia ku raise revenue ya kuweza kurun the company, na pia katika hizo awards ambazo tunatarajia kwa watu watapata. Kwa hivyo huo ndio mchango wangu. Asante. Turudi kwako George. Yes. Katika hizi awards nyinyi kama Zentara ni mtu ajilete ajiregister ama nyinyi mnaona mnasema wewe tunakutaka, unafanyaje? Mtu anajiregister. Ukienda kwenye website yetu ya Zentara Zentara Entertainment ama kusearch tu Google Zentara Excellence Awards, inakupeleka moja kwa moja kwenye website. Kuna mahali kama register as a candidate ama nominees, na kuna press ya kama vote for your candidate ama wapigia kula mgombea wako ama nominees wako. But pia kuna link, tunashare link kwa watu. Hiyo link ambayo ni ya kujiregister, anaweza kujiregister mwenyewe ama kuna wakati mwingine mtu inamletea changamoto, kuna vipengele haelewi. So bado kitutumia sisi kama viongozi, tunakuregister. Hii haina mambo kwamba tuna choose. Ndio maana naweza sema tukusema kwamba tunataka kutumia tunzo hizi kuwaunganisha vijana, wasanii, media, wafanyabiashara, viongozi, taasisi na wadau kutoka Kenya, Tanzania, Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla, ili mtu asiishie kushinda tunzo bali pia apate network exposure, mentorship na partnership na fursa za kiuchumi. So sasa tutakutaka mambo ya kusema, unajua mambo ya kuchagua, amependelea kila siku anachagua wale. Unajua mimi ni mwanadamu. Sometimes nikiweka issue ya kuchagua, maana nitataka kuchagua mtu maybe ambaye ako na influence kubwa, ambaye akaa sababu pia ya kufanya
hii nani. So but sasa sisi hatukutaka hivyo kwa sababu hii ni platform inaunganisha wafanyabiashara, yani investors, partnership, na watu wenye talenti, viongozi wa kidini, viongozi wa kiserikali, sekta binafsi na sekta za kiserikali, mashirika mbalimbali. So ni lengo ambalo kila mtu anaweza kuitumia platform ikamkutanisha. Kama wewe ni kiongozi wa kidini, ukitumia platform itakukutanisha na maybe na kiongozi wa kiserikali, itakukutanisha maybe na investors ambao kama wafanya biashara, itakukutanisha na taasisi mbalimbali. So inawaleta pamoja. Lengo sisi kuwaleta pamoja. Tutumii kama biashara. Zentala Excellence is not about a business. Hii ni issue ya kuunganisha watu pamoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakakaa pamoja, wakazungumza pamoja, kukaa kuna mentorship, kukaa kuna mambo mbalimbali, ikakufungulia mlango. Leo Esther, wewe si mwanahabari. Utakutana na mwanahabari kutoka Tanzania. Utashare naye. Atakwambia kule Tanzania mnafanya aje hivi na hivi, na utampa experience. Then unashangaa akamwambia lakini wewe si ukuje Tanzania hata ufanye kazi hata one year uone pata ile. Kwa mnajikuta kwamba hiyo ni tayari umepata connection. So we connect hii boda. Lakini umesema mtu tu ni free will ya kujiregister. Yes. What if mtu nimeamua tu nataka recognition na kuja niwape pesa, because I know to say mtu ambaye tu kweli. I want to check. Unaona umecheka. I know. Unaenda okay. Na kuja tu nataka kupata tu that certificate. Umesema ni watu mashirika yenye yanasaidia watu, yani wanafanya something tangible into the community. Mimi niamke tu niseme si niko na George hapa, acha mimi ni register na niambie George shika hii, na completely mimi hakuna kitu nasaidia kwa jamii. Yani sina any aspect ya kuwa eti naweza shika kitu niseme nisimame niseme nimefanya kitu ya kusaidia jamii. Unafanya vitu kama hiyo? Okay. Kwanza naweza kusema kwamba Zentala Excellence tuliona kuna watu wengi wenye vipaji na wanaofanya kazi kubwa katika jamii, lakini hawapati recognition ya inayostahili. Kuna msanii anayefanya kazi nzuri, kuna mtayarishaji wa maudhui, mwandishi wa habari, kiongozi wa jamii, mtumishi wa Mungu, au kijana mwenye innovation, lakini mara nyingi hakuna platform inayowaunganisha wote pamoja. Ndio maana tukasema tunahitaji kujenga platform ambayo itasema tunakuona, tunathamini kazi yako, tunatambua na tunataka kukuunganisha na fursa zaidi. Sasa kwenye swali lako, sisi kwanza haturegister mtu kwa pesa. In platform unajiregister free. Free kabisa. Wala hata si lazima unione mimi. Ukisachia hata mtu atakuta hapa yako UK. Kwa mfano kuna watu wako Tanzania huko wanajiregister. Meet na mimi. But impact yako wewe ya kushinda, si kuna watu wanakujua. Maana ile vote, maana watu sio wanakujua. Mtu kama haje kuona unafanya kazi atakuvutia vipi? Ataona huyu mlongo huyu. Get me? Na pia kwenye event si utakuja kwa days kwenye event kama nominees, kama candidate. Hata utakuona pale bwana. Ulisema ulifanya nini? Kwa sababu kuna time ya utapewa labda 2 minutes ya kupresent kila ambacho kimekufanya umekuwa candidate. Sasa utapopresent pale, watu watakuona kama ni mlongo, utaibika tu. You know? What if nikukatishe? Kabisa najua wewe hujafanya kitu. Na naona jina lako limeitwa ninapoa certificate. Nafanya nini? Na hongo mlishakula. Sisi kwanza tupeni hongo. Sijasema nyinyi. Ngoja. Nimepeana mfano. Lakini wengi ni hivyo. Okay, labda sasa tunajua kabisa huyo kuna kitu anafanya. Example ya TikTokers, influencers. Yes. Tumeziona nyingi sana. Yes. Na tunajua kabisa kuna huyu candidate A na B. Tunaona A huwa ana dance, ana blog, anafanya blogs. Mbona ikifika siku ya zawadi tunaona mtu mwingine anapata? Labda nimsaidie hapo pia. Wajua platform yetu iko very transparent. Na tunasema mtu yoyote anaweza access anytime
hata wewe kama msanii wakati umejinominate pale unaweza ukatrack vile ambavyo una perform in terms of the votes that you're getting. Unaweza ona pia washindani wako vile ambavyo wana perform. Kwa hivyo iko very transparent. Sioni any scenario ambapo mtu anaweza kuwa sidestepped in a way kwa sababu yes. Yeah. Yes, it's very transparent. Yes. Ukiinteract na platform yetu wewe mwenyewe utaona very very transparent. Inakuonyesha kila kitu vile ambavyo votes zako zinaendelea. Vile wenzako wana perform in terms of the votes ambazo wanapata. Pia itakupatia fursa ya kuweka bidii kama you are underperforming. You put more effort, una push watu. This is all about social capital pia. How what are the connections, what are the relationships that you have with people? Yeah, true. You could be good in something, but how are you relating with people? Watu wanakuona namna gani? So the social capital, it is very transparent. Kwa hivyo nataka kualay any fears. Yeah, please do that because any fears of malpractice, because it is completely transparent, fair and fair. Okay, speaking of nominees, umesema it's free of charge. Yeah. Na mimi nikitaka kuvotia natoa pesa. Yeah, one vote ni 10 bob. Hapo sasa ndo bala. Najua for that 10 bob itafikia nyinyi ni kwa sababu ya pia harakati za kutayarisha nini. But sometimes it's hard. Me actually nilikuwa nataka kuvotia mtu nikaona kuna pesa. Nikaona kuna pesa nikarudi back haraka sana. No, it's only 10 shillings. And you can vote for somebody for as many times as I know, but Amen. But you see the bigger picture here. I can yes, the bigger picture is we are supporting artists. Yeah. Actually, for us, we are just providing the platform. Of course, there is cash that is needed for running of the platform. But the bigger picture here is we want to support artists so that they get recognized. Yeah. So that is the only challenge actually. Yeah. Because jamani, shikumi paka saa ngapi? Naona mwenzako kwa 60% wako 15. Shikumi tunafanya paka 60. Talk to people. That's what you say. That's what you say. Yeah. Hakuna mtu atakuvutia 10 bob yake kama hajaona impact kweli katika jamii. Sasa hiyo ndio kitu ambacho ndio tunaona kwamba value na wazi. Yaani kwamba hizi tunzo hakuna mtu anaweza kununua, hakuna mtu anaweza kuhonga, yani kutoa rushwa, hakuna mtu yote anaweza pita nyuma ya mlango akapewa. Yeah, ni yeye mwenyewe, kazi yake kwa jamii ndio itamfanya apate hii tunzo. Na unajua of course kumekuwa kuna malalamishi mengi sana, lot of challenge kwa awards nyingi na nini. Zentala, utofauti wa Zentala Excellence Awards na tunzo nyingine, kwanza the last lot of package ambazo zinafanya kwamba kwa nini tumeweka yote ni 10 bob is cash. Hiyo ni itakuwa reward kwa yule mshindi, kwa sababu kuna trip, kuna cashback, kuna promotion mbalimbali. Because kwa sababu we have sponsors ambao so sasa hivi hatuwezi kuwatangaza, but deadline yetu ikifika kwa non sponsors watu ndo watajua kwa nini tunafanya hivi. But lengo ni kusupport. Afu tuna base kwenye talent. Si tunasema talent, tuna support wale ambao wana impact kwa jamii. Ukwe kama hata kama ni governor unafanya vizuri na watu wamekunominia kupigia, umeshinda, kama tunakupa trophy kama governor, umefanya kazi poa, kuna cashback pia. Tunakusafirisha, tunakupeleka trip mahali. So hiyo kuna vitu vingi. Unajua kuandaa pia event ni very expensive. Unapata stage, unajua ile stage tu ile kwanza stage tu peke yake ile uzaambiwa budget maybe 2 million. Sasa hizo budget zote zinakuja katika kusapotiana. So kampuni
ina support, lakini pia na wewe impact yako kwa jamii ndio itakufanya ufikie vision hii. So unasema tu kura za mashabiki ndio kusema? Kura za mashabiki ndio kusema peke yake. Hakuna mlango, hakuna judge, hakuna judge. No judges. Na speaking of voting, watu mlango uko wazi, watu kuregister ama mshafunga? In fact kwanza hii ndio wiki ya kwanza. Na watu wanakimbia. Tunaona mpaka pasta wetu. Na wewe kwanza kutoka hapa. Nataka nipate kura mbili. Mimi nimejitolea nitakupa kura. Nitakuvotea kila siku tembo. Na bado tuna muda wa kutosha. Ndio kwanza wiki votes zilianza tarehe 1. Tunafunga lini? Kwa sababu tunafunga October 31st. Yes. So sasa hivi watu almost wanakaribia siku 80 nzima, yani kwa hizo siku 80 ama kama zinawatosha sana. Siku 80 ukivotiwa kila siku upate watu 10 wa kuvoti vote moja. Hizo siku utakuwa umepata trophy tayari. Kwa ni kitu ambacho unajua pia labda niwaambie tu, unajua kampuni ya Zentala Entertainment haifanyi tu awards peke yake. Inafanya my event inajihusisha na, ukiingia kwenye website yetu pale utapata kuna huduma kama za media service, utapata event organizer. Kwa mfano unaweza kuta una wedding yako, unataka watu professional kuorganizia event ya wedding yako, unatupatia sisi Zentala, tunakuja tunakufanyia organize event yako. Unataka hata kwenye event yako unataka labda guest owner kuwe President Ruto, si unatupatia kazi, tunakuorganize, tunakuleta yani uwe unataka guest owner, unataka sijui muimbaji mkubwa tukuletee kwa event yako, unatupatia kazi kama kampuni ya Zentala Entertainment, tunafanya hiyo kazi. Unataka kuanzia soundi, unataka kuanzia stage, unataka mambo ya deco, unataka venue, unataka the biggest artist, unataka biggest sijui whatever, mtu fulani wafanya biashara. That's why tunasema hii platform inaunganisha watu, serikali, investors, taasisi, whatever, kila mtu anaunganisha. Kutaka hata pasta, tukuletee pasta sijui Mamposa Bulldozer, tukuletee hapa. Tuna hiyo ndo kazi ya Zentala. In fact kwa sasa hivi tuko na event nyingine ambayo tunaifanya September tarehe 13. Hata hiyo nilikuwa nataka kukuuliza, lakini twende nalo. So we have a event ambayo inafanyika pale Voi September 13. Itakuwa ni siku ya Sunday katika ukumbi wa Capital One Hall. Hiyo ukumbi uko pale kwa ofisi ya Senator wa Taita Taveta Jones Mwaluma. Na of course tunakaribisha pia partners, investors, sponsors, karibu. But pia tunamshukuru Mungu kwa sasa hivi watu wanaenda kujitokeza. Kwa mfano kama foundation ya Senator Jones Mwaluma ambayo inaitwa Jones Mwaluma Foundation imesponsor pia, imejitolea kwa partnership. Kuna restaurant nyingine inaitwa Capital One pia wamesupport. So still bado tunapokea, mlango kwa wazi. So hii ni kazi ya Zentala Entertainment ambayo inafanya hizo event. Lakini pia Zentala Entertainment tuko na revival meeting nyingine ambayo tunaiandaa Nairobi this month, inafanyika tarehe 22 na tarehe 23. Tunamleta ule mwimbaji wa mbali kuwa anashiriki Soli Malango South Africa Siambonga Cheso, aitwa sasa hivi ni Reverend, anaitwa Dr. Titi Chivavilo, kwa anaishi UK. Hata hivi ninavyozungumza na wewe tayari kwa Afrika. Jana amelaunch album yake 22 pale Zimbabwe, Harare. So tarehe 22 tarehe 21 ata land Nairobi, nitampokea ambapo itakuwa Friday. And then revival meeting inaanza tarehe 22 Saturday, tutamaliza hiyo tarehe 23. Then ata travel kuelekea sasa Abu Dhabi, ako na tour nyingine huko Abu Dhabi na Dubai. So Zentala ina connect watu mpaka nchi mbalimbali. So tukikwambia tunafanya Zentala Entertainment mambo makubwa, si kama tunadanganya. Ni namba zinaongea. Tumefanya mwezi wa 4 tumedone na kampuni, kuna mtu anaitwa
Megan alikuwa na hiyo Timiza Awards, Coast Timiza Awards, alikuja akatuletea kazi tukadani pale Comsta Hotel pale tulifanya. Ilikuwa imefana sana, kila mtu alijua nini maana ya Coast Timiza Awards. Sasa this times Tara Excellence Award itakuwa ni international event. Yani programs zenye tafanyika pale, waimbaji wakubwa, master, hata hii ni surprise, si ya kukosa. Yani kama ukiingia kwenye nominees utakuta tayari kuna mastaa Tanzania wameshaingia kama nominees. Kuna kina Lilian Mwasha Prophecies, kuna the Hill Generation ambao jana Fred walikuwa na big event, yani Dar es Salaam ilisimama. Walifanya event kubwa ilikuwa inaitwa Sebene Festival. Watu waimbaji kutoka mpaka Ufaransa, kutoka Kongo ule walioimba Fana nayo walikuwa pale. So hawa generation pia tayari wako kama nominees na watakuwepo kwenye hizo entire time. Maana kama nominees lazima pia utaperform. Yaani ukiwa umejoin kama wewe ni mtu wa poem tutakusikiliza. Kama ni kwenda watu nasema hizi hakuna njanja. Wewe utadanganya watu kweli, hata kama maybe kuna mtu ana hela anaweza ikataa milioni 1 akajipigia votes kwa sababu si pesa. But utakuja pale tutataka tukusikie. Kama Esther ni mtangazaji, tutataka tukusikie bwana, mtu tupe hiyo sauti yako ya Sunday show. Watu wakuone kweli. So hii ni platform ambayo inataka kuleta game, tunakuja kufanya game change ya East Africa. Yes. Nimefurahishwa sana kwa sababu sasa hivi vijana wengi at least wanapata ile tunasema wanaji accumulate huko. Like cause nikishaji register lazima nitafanya mpango watu wanijue zaidi na nitafanya bidii. Na hiyo at least inaleta space ya kuwa sitakuwa idle. Yes. Yes. Taji engage, ta make sure nimeongea na watu. Cause nikitaka votes lazima niongee na watu. Votes ni watu. Utajivotia wewe kwa kila siku sasa unatoa watu. Nikifika kule kwa stage hata mimi simjui, sijavotia like who is he ama who is she. So I love the fact that mnafanya hivyo, mnafanya vijana wanajulikana. Hata sisi hapa ndani ya Sunday Express Gospel Show pia ni hivyo. Kuleta wasanii wajulikane. Nikisha kusikia ukiwa kama ni msikilizaji anakusikia hivi atasema nilimsikia mahali. Asha vote. Yes. Sa kura ni watu. Sa before useme maneno yako ya mwisho, Ndoje TV inapatikana wapi? Watu wataisikia vipi? Watakusikia wapi? Wakupata wapi? Kabla maneno yako ya mwisho. Ndoje TV ni YouTube channel. Ukiingia tu search tu Ndoje TV inajileta tu yenyewe. Pia Facebook ukisearch Ndoje TV inajileta yenyewe. Instagram Ndoje TV, X ama Twitter Ndoje TV. Ukiingia pia TikTok same Ndoje TV. So everywhere Ndoje TV. Ndoje TV ni inafanya podcast, ina host wanasiasa, yani viongozi, wafanya biashara, waimbaji, watumishi, watu wa designer, kila ina ya jamii, vijana, hivyo ina host kila design. Tuna kipindi kinaitwa Voice Shift. Ukiona maybe labda Ndoje TV ni jina ngumu, wewe search to Voice Shift. Ukisearch to Voice Shift itakuletea hiyo show kwamba ni kinani anafanya. So mimi ndo host wa hiyo Voice Shift ambayo inaitwa Mr. Ndoje. Ndo na host ya Voice Shift. Lakini pia kuna kipindi kinaitwa Fake Life Story. Fake Life Story. Unajua kuna watu wana fake, unaweza kuta hata una fiancé wako anakufekea ni daktari, unaishi ukijua ni daktari, apresente kumbe si ushaingia box mzima hapa ndio unaingia ndani sasa na kama si daktari. Kuna story moja, kuna binti moja alishakuwa na boyfriend. Kenime huyo boyfriend alikuwa na fake kwamba yeye ni mwanajeshi. Na huyo binti alikuwa alienda na huyo boyfriend kwa babake, ni kwa mzazi. Huyo mzee kwa heshima, kwa sababu ni mwanajeshi, alimpisha kiti akaketi. Sasa kila akienda, yani mzee anamekuwa kimnyenyekea siku bwana, kumbe jamaa tu ni nani tu ni mlinzi tu wa getini. Sasa siku moja binti alikuwa na supply matunda, hasa akapata order kwenye hiyo nyumba. Anafika kupeleka hivi, anapata bwana yake ndio anamfungulia gate kama gate. Wanapiga sababu familia ina respect.
Yani binti kwanza alilia kwa uchungu kwamba baba yake anampeleka kwa kiti, akimpea heshima, akijua ni soja, kumbe jamaa pia naye alikuwa na fake, hata pia alikuwa na familia, alikuwa ameacha mahali huko bala. Yani mambo ni mengi, kwa watu wana fake like. Sasa hizo maisha fake zina affect watu wengi, so that's why Ndoja TV is a light platform ya kushowcase story mbalimbali. Maybe unaweza kuta una story yako behind the scene, unataka kushow, itaweza kuencourage watu, itaweza kutia moyo mtu. Kuna mtu atajifunza kitu kwamba kumbe kwenye dunia kwa hivi, kuna mtu alikuwa amekata tamaa, but kupitia story yako ambao kishow kwa Ndoja TV, kuna mtu atapona, kuna mtu atatoka kwenye kukata tamaa, atasema acha na mimi niinuke kama huyu Esther alikuwa na challenge hizi, leo hii amekuwa mpaka mtangazaji, kwa nini mimi nisiweze? Kabla malize, unasemaje kuhusu mambo haya yote ambayo tumeongea, Zentara, Ndoja TV yote, wewe kama mhusika wa hela, maana hapo ni chembe ya maji bado bila hela mambo ya hela. Waambie wasikilizaji wetu. Bibi ni kuhakikishia wasikilizaji wetu na pia wale ambao wanashiriki na hao ambao wanatazamia kushiriki ya kwamba kila kitu iko sawa. Kuna transparency ya kutosha. Sisi ni watumishi wa Mungu. Tunajua mambo ya pesa ni sensitive, lakini nataka kuhakikishia, kuwapatia maiwadi kwamba hata ukiingia kwenye website yetu utaona kuna a lot of transparency. Na lengo letu kubwa, this is not a profit making organization per se, lakini tunataka ku promote wasanii, tunataka ku support wasanii na watu wengine tofauti ambao tumetaja ili waweze kutambulika. Kwa hivyo hiyo ndio lengo letu kuu, na we will stick to that, although tunajua kwamba we still need some cash for the running off. Na pia tunauliza wale sponsors, mashirika mbalimbali, labda wewe ni uko na bidhaa fulani ambayo una produce na unataka kufanya a bit of marketing, hii pia ni platform kwako, ili wakati unajiunga nasi utaweza kupata fursa ya kufanya marketing ya products zako. Wakati unajiunga nasi kama sponsor, it is a good platform to market yourself. Kwa hivyo na encourage mashirika, corporate bodies to be onboarded, mkuje muone ile ambayo tunafanya, because at the end of the day kuna hiyo aspect wanasema corporate social responsibility, na hii ndio opportunity ya mashirika kuonesha hiyo corporate social responsibility, kwamba tunaweza rudi kwenye jamii na tuone tunaweza kufanya nini kusaidia jamii. Asante. Ukiwa ni maneno yake wa mwisho, utuambie kwa wasikilizaji. Kwanza naomba sasa, sababu ndo neno langu mwisho, naomba nitoe speech kama CEO wa Zentara Entertainment kwa wasikilizaji na watazamaji. Speech yangu ni hii ambayo ningependa watu wajue. Zentara Excellence Awards si tu jukwaa la kutoa tunzo, ni jukwaa la kuunganisha biashara, vipaji na fursa za uchumi wa Afrika Mashariki. Katika kipindi ambacho Afrika Mashariki inawekeza zaidi katika blue economy, Zentara Excellence Award 2026 imejengwa kuwa jukwaa linalounganisha makampuni, taasisi, serikali, wawekezaji na vijana wenye vipaji ili kujenga ushirikiano wenye manufaa ya muda mrefu. Mombasa ni kitovu cha blue economy katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kupitia tukio hili tunaleta pamoja wasanii, viongozi wa biashara, vyombo vya habari, viongozi wa serikali na maelfu ya washiriki kutoka Kenya, Tanzania, Uganda na nchi nyingine za ukanda huu. Hii inafungua fursa za biashara, utalii, uwekezaji na ubunifu ambazo zinaweza kuwanufaisha washiriki wetu. Kwa kampuni kuwa mdhamini wa Zentara Excellence Award si gharama, bali ni uwekezaji.
ni nafasi ya kutangaza bidhaa na huduma kwa soko la Afrika Mashariki, kujenga uaminifu wa chapa kwa kuunga mkono maendeleo ya vijana, kufikia wateja wapya kupitia televisheni, radio, mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, kushiriki katika jukwaa litakalo wakutanisha viongozi wa serikali, sekta binafsi, wasanii na wawekezaji, kuonyesha dhamira ya kampuni katika kukuza ajira, ubunifu na maendeleo ya jamii kupitia corporate social responsibility. Kwa vijana, Zentala ni daraja la kubadilisha vipaji kuwa ajira, biashara na maisha bora. Tunaamini kwamba muziki, sanaa, utamaduni, media na ubunifu ni sehemu muhimu ya uchumi wa kisasa na vinaweza kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya blue economy na uchumi wa Afrika Mashariki. Tunawaalika makampuni, taasisi za kifedha, mashirika ya maendeleo na kujenga jukwaa ambalo si tu linatambua ubora bali pia linazalisha fursa mpya za kibiashara, uwekezaji na maendeleo kwa kizazi cha sasa na kijacho. Zentala Excellence Award 2026, celebrating excellence, connecting opportunities, empowering East Africa. Kwa pamoja tuwekeze katika vipaji, tuimarishe uchumi wa blue economy na tujenge Afrika Mashariki yenye fursa zaidi kwa wote. Pia kitu kingine cha kumalizia, next Friday tarehe 14 tuna press conference. Tunafanya press conference ya kuzungumza kama kulaunchi official logo na Zentala Excellence. Tutakuwa na media kutoka Tanzania kubwa ambazo watu wanazijua, lakini pia tutakuwa na media hapa Kenya. Press conference hii itafanyika pale viwanja vya KBC Mombasa. So napenda tu kutoa tangazo kwamba nawaalika vyombo vya habari vyote vya hapa Kenya na Tanzania, vivyo kutoka Uganda. Zentala Entertainment tunaenda kufanya press conference na kuelezea kwa habari ya Zentala Excellence Awards. But pia nipende tuseme kwamba nafasi ya kujiregister kama nominees iko wazi. Watu waendelee kujiregister, watu waendelee kutoa vote. Kuna surprise kubwa zinakuja. Mimi kama Mr. Ndoje ama CEO wa Zentala Entertainment sinaga jambo dogo, watu wananijua, sinaga show ndogo. So nawaalika makampuni, taasisi mbalimbali, NGOs ama hoteli, wewe ukuwe na mfanyabiashara, uwe kiongozi wa kiserikali, hata kama wewe ni candidate unataka kugombea kiti, wewe kuja kwa Zentala kupatia platform. Asanteni sana, naitwa Mr. Ndoje. Nice. Mimi sina la kuongezea na siwezi ongeza. Nimependa venye add blue economy. This is the core value of this station, Blue Radio, na nimependa sana. So thank you for coming. Msikilizaji wangu kwa pale nyumbani, ujaregister, wewe ni mwanamuziki, wewe ni presenter kama mimi, wewe unasaidia jamii. Because tunaleta wenye wanasaidia jamii hasa kwa upande wa wanawake na wanaume wote. So tunawakaribisha Mr. CEO. Please, that is the name. Ametupia speech like Mr. CEO mwenyewe. Si Jordan Ndoje, Mr. CEO. So the platform is here with us. Yes. Please register. Okay. Watu votes, tumesema votes ni watu. Usipelekwe pale kwa stage, umefika siku ya mwisho pale watu wanapoa certificate. Kwa haya sasa imba. Ukatulifanyia aibu hapa. Ni aibu. So make sure whatever you do inaleta impact kwa community. Ni jamii. Hasa jamii. So sina la ziada ila kuwakaribisha tena na tena. Mialikwa tena na tena. Naona nikiwalika, maana mimi niko na show 2. Niko na show ya Saturday pia. Kwa saa 3 asubuhi mpaka saa. I'll make sure to call you pia usambaze. Wamesikia Sunday ya ibada, maana umekuwa kama pastor leo. Hiyo ya Saturday sasa utakuwa kama CEO. Sasa si kama pastor, kuja kama CEO. Sasa nitakuja kama CEO hiyo Saturday. Namba zako ama maybe mtu ameamua tu like mimi mambo ya social media imenilemea because I know some are not that literate. Unaweza pia tu namba yako, wakasikia, wakaandika, wakasema mimi nilemwa kule, nimekuja huku nipate usaidizi. Nafasi ni yako. Okay. Mimi napatikana kwa
kwa WhatsApp, Facebook, Instagram hivyo, but namba yangu ni 0740 08 9698 0740 08 9698. Instagram kama nilivyosema, kwa platform zote za kikazi unanipata kama Ndoje TV, lakini kwa issue platform yangu ya music una search to George Ndoje Music kwa TikTok, Facebook George Ndoje Music. So pia YouTube George Ndoje Music. Pia unanipata kwa platform zingine zote kama Boomplay, Audiomack, Spotify, Apple Music, pia George Ndoje Music utapata hizo nyimbo zangu. Nimependa venye kwa ngoma zako naona kuna unaziweka hapo ndo wajue iko Spotify, iko Apple, iko Boomplay. Nimependa kuna branding yourself matters a lot. Yes. Usipojibrand mazee, because me the first time umekuja umenijudge na appearance. Sema kweli. Kweli. Tuseme kweli. Branding yourself always matters a lot. Mimi nitakuona hivyo niseme kidogo. Hata kama una pesa, hata kama uko na fuliza, the way you present yourself matters a lot. So I love the way you present your and continue that way. Na Mungu akubariki zaidi. Amina. Mungu akubariki. No, sina la ziada tena. Tumekula neno. To the sponsors. Although amesema in Kiswahili. I would like to call upon sponsors, corporate bodies to come and join into our vision, because Zentara Excellence Awards is targeted towards raising excellence in our community. And as a part of social corporate responsibility, I would like to call upon different corporate bodies, NGOs, politicians, and different kinds of leaders to join into our vision, so that we can see that this dream comes true, because the Zentara Excellence Awards gives you a very big platform where you can market your products, and so therefore it's a win-win situation. So I'm really calling upon you that you cannot be left behind, because there are a number of bodies that have approached us, and when we're getting into this conversation. So don't be left behind. Come on board, look for us, and we see how we are going to partner in this corporate social responsibility. Thank you. Nice. So nothing more to add. I'm just leaving you with this song, Ni Ushindi by George Ndoje. Please have a nice Sunday. Wenye wanaenda ibada, wende ibada. Na wakaribisha kwa church yetu, because me from here I'm going straight to church. Bishop wetu amekuwa hapa, mwenye ametoka hapa, she was my bishop. Wow. Yes, that is my spiritual mother. Okay. So na wakaribisha. Alisema niko pale Mshomoroni behind Junda Dispensary. Okay. Nini venye pera jomnena. Mnena church nini? Yeah, of course. Mnena kuza sera. Sisi wale mtumishi nikosa kwenda church. Yaani bado unialike hata nije ni perform church kwenu. Wewe unaniambia tunaenda church. Na una pray ngoma yangu. Kwanza pray ngoma yangu ukiwa unaongea hivi alafu. So thank you so much for the ones who tuned in from 6 a.m. to till now. Till now. But si rahisi. It's not easy. To kusikiza station moja. Yes, it's not easy. To me even haikuanga rahisi, but it something of lazima uzoe. So thank you so much my listeners, and see you again. Tutapatana Saturday after na Sunday wengine. Be blessed. Be blessed. So you're listening to Blue Radio. So next Saturday bringing the No, we will talk about that. Please have a blessed Sunday. Have a blessed Sunday. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.